Na siku ya leo tunaongea kuhusu kushinda chuki na mvutano wa kikabila, na Kiingereza overcoming ethnic hatred and tensions. Na mahali ambapo tumesoma Haman anakuwa mkubwa na anainuliwa na Ahasuerusu akiwa the highest of all the nobles. Na alipochukuliwa juu, yeye akawa mwenye kiburi na anaona ni lazima kila mtu akimuona anampigia magoti. Basi kila pahali alipoenda watu wakimuona wanapiga magoti. Lakini kuna mtu mmoja anaitwa Mordekai ambaye alikataa kumpigia magoti kwa sababu alikuwa tofauti na wale ambao walikuwa wanapiga magoti. Basi walipomsukuma sana wakamwambia, wewe unajua huu ni nani? You know whom you are dealing with here? You know, nasema hapa Kenya, do you know who you are dealing with? Na basi yeye akaamua kwa roho yake kwamba hatapiga magoti mbele ya mwanadamu kwa sababu yeye mwenyewe ni muabudu wa Mungu. Basi Haman akagundua kwamba huyu hata sio mtu wa Persia. And it's very interesting kwamba tunaongea juu ya Persia wakati huu, sababu Persia ni Iran, mahali kuna bomolewa sasa wakati huu. Kwa hivyo ni hiyo season. Basi anaenda na kumwambia, mbona wewe haupigi magoti kama wengine? Na akagundua kwamba huyu alikuwa Myahudi. Basi akasema atamuangamiza, na sio yeye peke yake, ataangamiza Wayahudi wote, sio kuwaua. Kuna tofauti ya killing and annihilation. Kiingereza sema annihilate. Annihilate, it is finishing from existence, ili waishe wote, hata kama ni kuchomwa watachomwa, ukiwatafuta unawakosa. Na hivi ndivyo walivyopanga. Kwa nini? Sababu walikuwa watu wa jamii nyingine, hawakuwa watu wa jamii yao, walikuwa Wayahudi. Basi na ikapangwa kwamba itakuwa siku moja, na itakuwa 13th of March, Friday nao kuja. Hello? Friday nafanya nini? Ndio watasimama waanihirite hawa watu wote ili waishe. Na walipomaliza hivyo wakafurahia na wakaanza kunywa pombe ili wafurahie wakingoja siku ya nini? Ya kumaliza jamii hii ya Wayahudi. Ni kwa nini walikuwa wanataka kuwamaliza? Kwa sababu alisema hapa tulivyosomewa, walikuwa watu tofauti. Walikuwa watu wana mila tofauti. Walikuwa watu wa mafikira tofauti. Walikuwa watu wa eneo tofauti. Hawakuwa wa hapo, na ndiposa walitaka kuwamaliza. Na ni kama katika mambo yao hawafanyi yale mambo ambao watu wa Persia wanaoifanya. Basi mfalme akapiga muhuri na akasema, basi hivyo ndivyo, kama mdogo wangu amesema hivyo, tuendelee. Na ikapangwa. Mko? Hiyo ndio somo la gani? Somo la pili inaongea juu ya mambo 7 ambayo Mungu anachukia. Ya kwanza ni watu wenye maringo. Huko? Watu wa nini? Kama Haman. Anachukia kitendo hicho cha maringo, sababu mtu akiwa na maringo level hiyo kwamba anaona kama watu wale wengine sio watu, ndiye mtu, wale wengine wanafaa kukufa na waishe, basi maringo hayo mwandishi wa kitabu cha Proverbs anasema anachukia. Pili, anachukia mdomo ambao unaongea uongo, watu ambao wana plan na wana scheme mambo ya uongo na wanayaambia wengine, anachukia hiyo. Ya tatu, anachukia watu ambao wanakimbia kumwaga damu ya watu wale wengine. Mtu anapoamka kusema ataua mwingine, Mungu anachukia hilo tendo. Kwa hivyo kama uko hapa na wewe ni wale watu wanakimbia kuua wale wengine, Mungu anakuchukia, na usikie. Kama uko online ama uko hapa. Amen? Mungu anachukia hiyo maneno. Jambo la 4, anachukia schemers. Na mnajua hii nchi yetu is a country of schemers. Si mnajua hiyo? We scheme. Kama kuna nchi iko na schemers ni hii yetu. Na Mungu anachukia watu wale ambao wanapanga. Inaweza kuwa ni kampango, mnakutana mahali mnapangia wale wengine ili wasumbuke. Jambo lingine ni kwamba Mungu anachukia vitendo vya kukimbia mtu kufanya uovu. Atunaweza kimbia airport, uchukue ndege uende Mombasa usherati. Mungu anachukia hiyo. Kukimbia kufanya mambo ambayo sio ya maana. Kukimbia ili ufikie uovu. Mungu anachukia hiyo maneno. Na jambo lingine ni wale watu ambao wanasimama kwa koti na wanasema huyu ni mwizi na sio mwizi na wanajua. Na juzi nimeona hata katika case studies za koti, mtu akija baada ya miaka nyingi anasema nilisukumwa nisimame niseme huyu najisi
na akafungwa jela miaka hiyo yote, na mtu ana hiyo guilt inakula mtu, sababu Mungu anachukia wale watu ambao ni false witnesses. False. Na mwishowe Mungu anachukia tendo la kustar communities. Mimi community yangu nasukuma wale wengine ili wachukie community ile nyingine, wachukie wale ambao sio wa kabila langu, wachukie wale ambao sio wa rangi yangu, wachukie watu wale ambao hawakai kama mimi. Na kuna watu wako namna hiyo hata katika nchi hii yetu ya Kenya, kazi yao ni kusukuma wale ambao sio kama wao. Katika masomo ya Galatia mstari wa chapter 3 inasema kwamba, na nitasoma kwa Kiingereza, that there is neither Jew or Gentile, neither slave or free, neither male or female, we are all one in Christ. Unasemanga amen saa ngapi? Bwana asifiwe. Kwa hivyo haina haja mtu kuchukia mwingine sababu ni wa jamii nyingine, sababu ni wa rangi nyingine, sababu ni wa jinsia nyingine, sababu yeye ni wa status nyingine za kipesa, sababu yeye ni tajiri ama yeye ni fukara, ama mtu sababu hafanani na wewe. Mungu hafurahishwi na hayo maneno. Haya mambo ambayo Haman alifanya ya kutaka kuangamiza watu sababu wao sio Wapashia ni mambo ambayo Mungu hafurahi. Na hasa katika nchi hii yetu ya Kenya, sasa tunakaribia uchaguzi. Si ni mwaka ujao, na mmeanza kusikia drumbeats of hatred, drumbeats of tribalism, negative ethnicity, na inasukuma watu. Let me tell you, mambo haya ya chuki na mvutano ya makabila, mvutano ya majamii imeletea dunia hii mashida nyingi sana. Mnakumbuka 1941 to 1945 kuna watu milioni 6 waliuawa sababu walikuwa Wayahudi na the Nazis. Na ilikuwa njia moja tu ya chuki, kuona kwamba hawa watu hawafai kuishi, sio watu kama sisi. Hapa kwetu Kenya mnajua vizuri mwaka wa 2007, 2008. Si mnakumbuka wote? It is all fresh katika mafikira yetu kwamba watu zaidi ya 1,000 walikufa nchi hii yetu ya Kenya kwa sababu ya selfish politicians. Watu ambao wanafikiria na tumbo badala ya kufikiria na kichwa. It is wrong for you to think with your stomach. You think with your head. Mnaelewa? Mungu atupatia kichwa ya kufikiria. But when you think with your stomach, ndio mtu anaambia watu waue ule mwingine ili wewe ufaidike upate chakula. Nani hapa anaweza kula mtu amekufa? Hello? Sometimes we are worse than animals. Animals don't kill what they cannot eat. Yet human beings can kill, na huyu mtu hawezi kumkula. Unamuua afanye nini? Na hivi ndivyo Mungu anatuongelesha siku ya leo, watu wale wanatufuata online na wale wako hapa, kwamba chuki ya mtu yule mwingine we must overcome. Can I hear an amen? Na unajua kwamba kuna watu wamekuwa displaced katika maisha yao, katika boma zao. Wengine wamesukumwa sana, wamekuwa marginalized. Katika Afrika yetu inaonekana kama kuna curse of hatred. Na sisi ndio wale watu ambao Mungu ametuumba tukiwa jamii nyingi sana. Nchi hii yetu ya Kenya iko na jamii 43, we are 43 communities. Na hizo zimeumbwa na Mungu na zikawekwa hapa ili tuishi pamoja. Kwa hivyo wakati mtu anapofikiria yule mtu mwingine sio wa maana, ashidwe katika jina la Yesu Kristo. Amen. So therefore, my dearly beloved, ningetaka kuwasukumia kama Wakristo wenzangu na Wakenya wenzangu na wanadamu wenzangu kwamba Mungu angetaka tushinde chuki, tushinde mvutano wa mtu na ule mwingine. Bwana asifiwe sana. Na kuna njia nyingi za kusaidia kufanya hivyo. Ya kwanza, number 1, you have to know that that person is created in the image of God. Mwambie mwenzako hivyo. Amen. In the next slide. Kwamba huyo mtu ambaye haumpendi, huyo mtu ambaye unamchukia, huyo ameumbwa na mfano wa nani? Wa Mungu. Ameumbwa na mfano wa Mungu. Yeye mwenyewe ako kama Mungu. Kwa hivyo wakati unapompiga na kumchukia, basi ni kama unachukia aliyemuumba. Hey, mko? Ndiposa Paulo anaambia Wagalatia, it is not about nitasema nini? Kwamba huyu ni wa dini hii, huyu ni wa dini nyingine. Huyu hatahiri, huyu anatahiri. Hivyo ndivyo walikuwa wanaona. Hawa ni Gentiles, hawa ni Jews. Basi watu wanasukumana ikiwa njia moja ya kuchukia watu wale wengine.
Kwa hivyo ni vyema kujua njia moja ya kushinda chuki ni kujua kwamba kila mtu ameumbwa na mfano wa Mungu. Can I hear an amen? Number 2, tuko namba ya pili. Jambo la pili, we have to overcome all incitement to hatred. Unajua, wakati mwingine mimi hujiuliza, kwa nini nachukia mtu wa jamii ile? Alinifanya nini? Hebu ujiulize, alikufanya? Na hata kama alikufanya kitu, alisukumwa na nani? Sababu kuna watu hufanya mambo katika nchi yetu wakisukumwa. Na hufai kuchukia mtu kwa sababu alisukumwa kufanya kitu, sababu alikuwa under pressure. Mnakumbuka hata wakati tulipoenda ICC, kuna watu ambao walisemekana hata enda ICC kwa sababu vita yao ilikuwa spontaneous. Mnakumbuka? Kwa hivyo hakuenda sababu haiko imepangwa. Wale waliosingizia ndio walienda Hague. Na mnakumbuka hiyo story yote. Hata kama hakuna mtu alifungwa, mbinguni bado inajua kwamba watu waliuana. Hamjasikia hiyo? Because this world goes for facts. God goes for the truth. Amen. You may not have facts, but the truth is 1,000 people died in this country. Mnanisikia? So therefore, we must overcome. Ni lazima tuweze kushinda chuki ambayo inaletwa na our politicians. And let me say this without any fear of contradiction. That many of the enemies of this country are actually politicians. Maadui wa nchi hii wengi ni wale ambao ni wako katika bunge. Wale ambao wanatafuta kura. Sababu kazi yao ni kutupiganisha ili wao wenyewe wafaidike. We have to overcome this. Can I hear an amen? Wengine ni community leaders wanaoishi na sisi. Wakati ambapo nilikuwa mdogo, nilikuwa naambiwa kwamba uongozi hautapita River Chania. Hello? I remember one day, wakati ambapo Kibaki alikuwa president, na akafika pale River Chania, kulikuwa na watu wa press wakingoja kuona kama atakufa, na hakukufa. Alienda Nyeri na akaru. Sababu hiyo ni mambo ya shaitani. Amen. Na watu walikunywa damu wakiambiwa uongozi unafanya nini? So there are communities. I remember nilipokuwa nakuwa mimi mwenyewe, niliambiwa kwamba katika nchi hii yetu ya Kenya kuna watu ambao ni wachafu. Ati wanaoshanga mtoto kwa karai, na hiyo karai ndio inapika chakula. Hadi nilipopata nafasi nikiwa university, nikaenda nikaishi na wao. Si kuona wakipika chakula na karai, ili ambao ni chuki tu, chuki. Unachukia ule mtu mwingine sababu hata haumjui. Wewe ulienda kwao ukaona wakipika na hiyo, na ndio wanaosha nao watoto. Ni chuki ya community, na kuna watu wengi ambao wamebebwa mafikira yao na these elders of the community, wakiambia hawa ndio wazuri na hawa ndio wabaya. Mnanielewa? We must overcome. Mwambie mwenzako, you must overcome. Amen. Number 3, we must give equal opportunities to all communities. Najua hii hamwezi sikia sana sababu nyinyi wengi wa Mount Kenya. But let me say this. Ili tuweze kushinda ugomvi wa kikabila, ni lazima tupatie watu wote nafasi ya kuongoza nchi hii yetu ya Kenya. For 63 years, this country has been led by 2 communities. That is nonsense. There is no way community mbili inaongoza nchi for 63. Kwani hawa watu wengine ni nani? Ni lazima tuamke tujiulize, kwani hawa watu wengine hawana kichwa ya kuongoza? Because that is what we do. It is kuondoa watu wale wengine katika maisha. We have to know, hata kama mko wengi, ni vizuri kupokea watu wale wengine. Can I hear an amen? It's not about just being many. Ni kujua kwamba kuna watu wengine ambao wameumbwa na umbo wa Mungu, ambao wako na nguvu ya kuongoza nchi hii yetu ya Kenya. Na mimi naomba next year kuwe mmoja ambao sio wa hizo community mbili. Semeni amen. Hamwezi sema hiyo, lakini mimi naomba sana. Mimi naomba Mungu. Hiyo ndio njia moja ya kuseal the tensions that are there in this country. Bwana asifiwe sana. Giving people job opportunities. It is also part of including others. And listen to this. Ukienda usome report ya NCIC, National Cohesion and Integration Commission of 2025. Utaona kwamba, and it is there in the public domain, kwamba nchi hii yetu ya Kenya inaongozwa na wachache. Listen to this. All parastatals in this country, 20%, 20.0%
It's the Kikuyu community. 17.5% Kalenjin community. 14.12% Luo community. Then hawa wengine wanang'ang'ana hizo zingine. Is that fair? It's not fair. Ukienda katika county level, the highest community in the counties, 15.83% are the Kalenjins. Then closely by Kikuyu, 15.77%. Luya 11.6%, Luos 9.81%. Hiyo ni katika all our counties. Tukienda katika top leadership in this country, the CEOs, 86% of our CEOs come from those three communities. That is not right. That is not right. People are being marginalized. Na hii, the root cause of all this, ni watu kuwa na what we call political patronage. Watu kuona ni region yetu. Na katika nchi hii yetu nimegundua kwamba mtu akiiba pesa anaiba peke yake. Akipelekwa jela anaita watu wao. Mlikula na nani hiyo pesa? Fungwa wewe ukiwa peke yako. It's a problem of going back to your people when you need their support, but when you are eating alone. It is called patronage. Na imesukuma nchi hii yetu ya Kenya, imesukuma Afrika. I can go on and on and on kuambia shida ya ukabila katika Afrika. Na mnaijua, Mungu lazima atupatie neema ya kuovercome. Can I hear an amen? Amen. Number 4, we must intermingle with others at ease. Ni vyema kutengamana. Hiyo ndio Kiswahili. Kutengamana ni kuingiana ama ni kuachana? Okay, ni nini sasa? Ni okay. Okay, kuta. Hiyo. You have to mingle with other people. Amen. Through marriage, watu waolewe na makabila, sio makabila. Watu waolewe na jamii zingine. Semeni amen. Watu wasomee kwa jamii zingine. Kama mimi singeenda hiyo jamii, singejua kwamba ni watu wa maana. Hallelujah. Hii mambo ya kushinda kwenyu. Mtu alizaliwa Kagumo High School, Kagumo area, akaenda Kagumo Primary, Kagumo High School, akasomesha Kagumo Teachers College, akakufa. Wewe ni mtu wa namna gani? Tembea kwingine. Amen. You must intermingle with other people. Hallelujah. Sababu kuingia na watu wale wengine ndio unagundua kwamba hata wengine ni wanadamu. We must coexist. We should live everywhere in this country. Hakuna mtu anafaa kutolewa mahali nchi hii hapa apelekwe kule. Ukiamua kwenda kuishi pahali, ishi hapo. Hii nchi ni ya Mungu. Can I hear an amen? Amen. Intermingling with others is removing all the stereotypes. Stereotypes are sometimes multiplied by the laugh industry. Najua laugh industry? Kwamba kuna jamii zingine waizi. Jamii zingine ambazo ni watchman. Na zingine sijui ni wapishi. Kuna jamii zingine ambazo ni wachawi. That is what we call stereotypes. And they are not true. They are demonic things from hell. Semeni hey. Exactly. Because mimi ni wa community moja inaambiwa ni waizi. Na mimi sijai kuiba kitu ya mtu dunia hii kutoka nizaliwe. Hallelujah. It's a stereotype. Ni kuchukia watu tu. Ati kuna wengine hata akiwa amekufa pesa iangushwe, anaamka tu kuchukua pesa mahali iko. This stereotyping haisaidii. Ina encourage watoto wetu kuchukia watu wale wengi. You must stop using derogatory language. To live with ease sio kuita watu wale wengine nyamushia rohoro. Sasa hiyo ni kusema nini? Ako ni kule nyamushia rohoro, ni kule nyamushia itherero. Nyothe mwenyamu. Hello? Exactly. Na ni vizuri Mungu atuokoe kutoka kwa hiyo chuki. Hakuna mtu inasaidia. Hakuna nchi inasaidia. Hakuna jamii inasaidia. Mungu akibariki mtoto wako na mtu wa kutoka eneo lingine, umpokee kwa imani. Can I hear amen? And let me say this, and I want you to underline this. One way of mingling ni kutoka kuitanga watu tribe. Unawaita community. Ukisikia mtu anasema tribe, huyo mtu ni uncouth. Ambia mwenzako, the word tribe is overtaken. They are called communities. There are many communities. Amen. Na Kiswahili ni jamii. Sababu the word tribe has a connotation of hatred. Together. Lakini jamii ni kusema ni familia. Hallelujah. Number 5, we must major on what unites us than what divides us.
Mnasemanga amen saa ngapi? Haman mahali tumesoma pameandikwa hivi, there are some certain people who are dispersed among our people. They keep themselves separate. Their customs are different from all other people. Wacha niwaambie wapendwa, kila mtu katika nchi hii yetu ya Kenya ako na tamaduni zake, ako na culture yake, ako na vile anafanya, na hiyo inaweza kuwa tofauti kutoka kwa jamii hii hadi ile ingine, but we should not major on those differences. We should major on what unites us. Can I hear an amen? Kwamba sisi tuunganishwe na national anthem, oh God of all creation. Amen. Kwamba ni sisi, na hiyo anthem huongea juu ya sisi, haiongei juu ya mimi. That is what unites us as Kenyans. Language of Swahili, kuongea Kiswahili inatu-unite. Na juzi nimeenda county headquarter moja, nikakuta huku hata wanaongeanga na language ya kwao wote, sababu wote ni kutoka nini? Jamii moja. It is wrong. Swahili language inakubali kila mtu akuwe included. Can I hear an amen? Hata afadhali uongee ile Kiswahili ya Mama Njeri ya kusema Mungu hajai kuacha tulalie, anatupenda. Unajua kuna watu wanaongea Kiswahili hiyo, ni sawa tu, ni kurarira, you know, hakuna shida as long as tunaelewa. Inasaidia watu kupokea yule mwingine kama mtu wa maana. Amen. We are all Kenyans, we are united, we are all Africans. Na kama sisi sio Africans, we are all people of this world. Si waibaji wetu walisema we are the world, we are the children. Amen. That which unites us is very important. Hapa kwetu nimetembea sasa huku kote, nikaona vijana wetu wengi wa huku hawana nguvu ya kukoroga. Halo? Sababu wengi wamekunywa pombe. Wale wanakoroga na wanachuna majani, wametoka jamii zingine. Ukiwachukia utachuniwa majani na nani wewe? Utakorogwa na nani? Hivyo ni kusema kwamba huyo mtu ambaye unaona hana maana, ako na maana sana. Hata wengine ni wa nchi jirani. Hallelujah. Na wamekuja hapa kutafuta riziki. Unapompenda anakuwa baraka kwako. Hallelujah. So in conclusion, I want to say this to all my dear people. We must learn to coexist with each other. Amen. Hii dunia sio yako wewe Haman. Unanisikia? Hii dunia sio yani? Sio yako. Na wewe Haman ambao unapanga kuua wengine, wewe ndio utakaye wekwa pale kwa hiyo msalaba ambao unaweka watu wale wengine. That is what happened with Haman. Hiyo chuki, hiyo uchungu haisaidii. We must always know watu ni tofauti, lakini watu wote ni wa Mungu. Amen. We must accommodate other people. Katika roho yako uwe nafasi ya huyo mtu mwingine ambaye ni mzungu, ambaye ni Mwarabu, mwingine ambaye ni Muhindi. Kila mtu ako na maana sana katika dunia hii. We should accommodate one another. Amen. And finally, hii dunia ingekuwa boring sana kama mtu wote angekuwa kama wewe. Hamjasikia? Amen. Imagine kama mtu wote angekuwa tu kama mimi. When I see you like this, I see diversity. Naona watu wanono kidogo, wakonda kidogo, weupe kidogo, weusi kidogo, wa familia hii, familia ile nyingine. That makes the world a beautiful place to be in. Amen. Sasa nataka tujiombe. Nimaliza kuhubiri. Sasa ni tuende mbele za Bwana, tumwambie atoe mbegu ya chuki na mvutano katika nchi hii yetu, katika maisha yetu. Twende mbele za Bwana tumwambie, hata tuombee viongozi wetu wa nchi hii yetu ya Kenya, ili Mungu roho ya shetani ndani yao ambao wanatupiganisha kila wakati. Twende mbele za Bwana tuambie, Bwana, tunapoelekea 2027 tungetaka kufanya uchaguzi katika njia ya upendo na kupokea watu wale wengine kama ni watu. Just whisper a prayer before the Lord. Na kama ndani yako kuna chuki, mwambie Mungu akusamehe. Mwambie Mungu akusaidie kushinda uchungu huo, ili Bwana aweze kukurehemu na kusikia maombi yako. Twende mbele za Bwana tumuombe. Baba Mungu wetu, ni asante kwa nafasi umetupatia. Tunapofikiria kuhusu kitabu cha Esther, kwamba ungetaka tushinde chuki na mvutano wa jamii katika nchi hii yetu, katika maisha yetu, katika dunia hii yote. Na mara kwa mara sisi tumeingia katika dhambi hizo, kama zile Haman aliingia ndani yake.
tungetaka uturehemu, utusamehe, utuokoe, utuondoe katika hiyo shimo ya chuki, shimo ya mvutano, utuweke katika upendo wako. Wewe ni mwingi wa rehema Bwana. Tusaidie hata tunapotaisha katika uchaguzi ujao. Tuchaguane sio kwa sababu huyu mtu ni wetu, lakini huyu ni mtu wa Mungu. Huyu ni mtu ambaye ameumbwa jinsi vile Mungu ulivyopenda. Basi bariki maisha yetu, tutembelee, tunakuomba katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Amen.